Japo kalenda ya mwaka tayari imeanza kumeguka, lakini bado ninayo ruhusa ya kukutakia heri ya mwaka mwanafamilia wetu wa FGA TV. Bila shaka upo salama na kazi zinasonga. Nikukaribisha kwa mara nyingine kuyapata matukio makubwa kutoka ndani ya Fountain Gate Academy Tanzania. Na utakaoyaona leo yanahusu ubabe walioonyesha Fountain Gate Princess kwenye mechi 3 ngumu na wakikwea juu ya msimamo hadi nafasi ya 4. Fountain Gate FC Under 20 wameandika rekodi ya kufungwa mechi 3 mfululizo, lakini hawajapoteza matumaini. Hayo na mengine mengi utayapata ndani ya Azam Sports 1 HD, FGA TV pale YouTube na kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Mimi ni Naila Shomari, fahari ya Tanga. Karibu. Fountain Gate FC tulilazimika kusimamisha kwa muda ratiba zetu, ikiwemo maandalizi ya pamoja kama timu kupisha kalenda ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF. Mara ya mwisho kwa vijana wa Fountain Gate kukutana kwa pamoja ilikuwa ni tarehe 4 Disemba baada ya kumalizika kwa mchezo wetu dhidi ya Yanga uliochezwa kwenye uwanja wa KMC Complex. Baada ya mchezo ule, wachezaji walitawanyika kwenda kwenye majukumu yao binafsi, wakiutumia muda huo wa mapumziko kujiweka sawa kimwili na kiakili, pamoja na kurekebisha changamoto ndogondogo za kiafya kwa wale ambao walikumbwa na majeraha. Mapumziko hayo hayakuwa tu ya kupumzika, bali pia yalikuwa sehemu ya kupanga upya mikakati ya timu, kufanya tathmini ya mwenendo wa mchezo iliyopita na kuweka malengo mapya kuelekea michezo ijayo. Uongozi na benchi la ufundi uliendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya wachezaji, kuhakikisha kila mmoja anarejea kambini akiwa katika hali nzuri na tayari kwa majukumu makubwa yanayokuja. Baada ya kumalizika kwa mapumziko hayo, timu sasa imerejea kambini tangu Januari 4 ikiwa na ari mpya, morali ya juu na dhamira ya kuendelea kupambana. Kurejea kambini kumelenga kuanza upya maandalizi kubwa yakijumuisha mazoezi yote muhimu, ikiwemo kujenga mshikamano wa kikosi ili kukabiliana na ratiba ngumu ya mechi zinazokuja mbele. Kwa sasa, Fountain Gate tunaelekeza nguvu zote katika maandalizi hayo, tukitambua kuwa kila mchezo unaokuja ni muhimu katika safari ya kutimiza malengo mama ya msimu huu. Lengo kubwa ni moja: kuhakikisha timu inafanya vizuri zaidi na kumaliza kwenye nafasi 4 za juu kwenye ligi ya msimu huu, na kwa namna ambavyo mwenendo unakwenda, dira njema inaonekana mbele yetu. Baada ya mchezo mgumu dhidi ya Yanga uliomalizika kwa matokeo yasiyotarajiwa, vijana wetu wa Fountain Gate FC Under 20 hawakuruhusu matokeo hayo yavunje morali wala mwelekeo wa safari yetu ya kwenda 8 bora. Badala yake, benchi la ufundi lilichukua hatua za haraka kuhakikisha wachezaji wanarejea katika hali bora ya kimwili na kisaikolojia, wakitambua kuwa ratiba ilikuwa bado ndefu na changamoto nyingine zilikuwa mbele yao. Baada ya mchezo dhidi ya Yanga, timu ilisalia jijini Dar es Salaam, na siku iliyofuata baada ya mchezo ilitengwa mahsusi kwa ajili ya recovery. Timu ilielekea gym ambapo wachezaji walipitia mazoezi maalum ya kurejesha nguvu, kupunguza uchovu wa misuli na kuondoa mkazo uliotokana na dakika nyingi za ushindani mkali kwenye uwanja wa nyasi bandia. Mazoezi hayo hayakuwa ya nguvu, bali yalilenga zaidi afya ya mwili, pumzi na utayari wa misuli kwa safari na mchezo uliofuata. Baada ya gym, timu ilipata muda wa kuogelea, hatua iliyolenga kusaidia mwili kujirekebisha kwa haraka.
Kuogelea kulitoa nafasi kwa wachezaji kupumzisha misuli, kuongeza mzunguko wa damu na kurejesha hali ya mwili kwa ujumla, huku pia yakisaidia kupunguza msongo wa mawazo uliotokana na kupoteza mchezo. Ilikuwa ni muda wa kujenga upya imani, mshikamano na ari ya kupambana kama timu. Kwa hivyo viguu vipi tena bana? Viguu viko hivi muda wote. Kinarinda hicho. Huyo mwenye kitai kimpiga picha huyo. Huyo piga kinarinda. Kesho yake asubuhi mapema, timu ilianza safari ndefu kuelekea Ruangwa, tayari kwa changamoto mpya dhidi ya Namungo. Safari hiyo haikuwa rahisi, lakini wachezaji walielewa kuwa kila mchezo ni somo jipya na kila safari ni sehemu ya mchakato wa ukuaji wao kama wachezaji chipukizi. Katika mchezo dhidi ya Namungo uliochezwa Ruangwa, vijana walijitahidi kupambana, lakini walishindwa kuhimili pressure ya wapinzani na hatimaye kupoteza kwa mabao 2-0. Licha ya matokeo hayo, mchezo huo uliendelea kuwa darasa muhimu kwa vijana hawa, ukionyesha maeneo yanayohitaji kuboreshwa zaidi, kuanzia umakini wa ulinzi hadi matumizi ya nafasi za kufunga. Kazi iliyotupeleka Lindi ilimalizika kwa taswira isiyoridhisha nafasi zetu, kufungwa mabao 2-0 na timu ambayo ilikuwa haina uwezo wa kutufunga. Yalimuumiza kila mmoja wetu na tulipaswa kukubaliana na hali hiyo ili kutengeneza nguvu ya kusafiri kwa umbali mwingine mrefu kutoka Ruangwa hadi Tanga. Tanga ilikuwa ni kwenye ule mwendelezo wa kuzikata dakika 450 za michezo 5 ugenini. Tayari tumeshacheza mechi 2 na tumepoteza, na mbele yetu zipo 3 zinasubiri, wakiwemo Coastal Union. Ndipo safari ya masaa zaidi ya 12 ilianza asubuhi ya Disemba 24 na timu ikiwasili salama Tanga Disemba 25 na maandalizi yakaanza rasmi. Na kila kitu kilibaki kuwa shwari hadi siku moja kabla ya mchezo huo kuchezwa, kama ambavyo anaeleza Dani Kivo, kocha msaidizi wa timu hiyo. Kwa majina naitwa Coach Dani, coach assistant coach wa Fountain Gate Under 20. Tunamshukuru Mungu, timu imeingia salama Tanga, na kama tunavyoona tunaendelea kufanya maandalizi ya kuelekea kwenye mchezo wetu wa kesho wa ligi dhidi ya Coastal Union. Maandalizi yanaendelea vizuri. Vijana kama tunavyowaona wako tayari kwa ajili ya hiyo game, wako tayari kwa ajili ya kupambania timu kuweza kupata alama 3 siku ya kesho. Kama tunavyojua tumecheza mechi 2 away, lakini zote hatuweza kupata matokeo, lakini kwa maandalizi ambayo tumeyafanya tunaamini kesho Mungu atatujalia tutaweza kuondoka na alama 3. Mhenga aliyesema kuwa hakuna haijuaye kesho alikuwa ameona mbali, kwani hata vijana wetu hawakujua kama kesho inayokuja itakuwa na uchungu pia. Dakika 90 za mchezo wetu dhidi ya Coastal Union zilimalizika kwa kipigo cha bao 1-0. Ukawa ni mchezo mwingine ambao tulistahili kupata ushindi, lakini tukaishia kupoteza na kuandika rekodi mbaya kwa mara ya kwanza ya kupoteza mechi 4 mfululizo tangu kuanza kwa msimu huu. Kwa ujumla, safari ya Dar es Salaam hadi Ruangwa na kisha Tanga zilikuwa ni sehemu ya mchakato wa kujifunza, kukua na kujijenga.
Matokeo hayakuwa rafiki, lakini maandalizi, nidhamu na mtazamo chanya wa timu vinaendelea kusimama kama nguzo sahihi ya kuandaa wachezaji bora wa baadaye, tayari kukabiliana na changamoto kubwa zaidi zinazokuja. Na kituo kilichokuwa kinafuata ni Nyanda za Juu Kusini kwenye jiji la Mbeya, ambako tunakwenda kukamilisha hesabu ya mechi 5 kwa kucheza mechi 2 dhidi ya Tanzania Prisons na Mbeya City, na tunaamini huu sasa utakuwa ni wakati wa askari hawa makinda kuvuna alama 3 baada ya kipindi kirefu kupita.